Haleluya. Mungu akubariki sana na kuonekania katika maisha yako. Ni siku nyingine njema ambayo Mungu ametupa ili tusikie neno lake. Na wacha nikwambie mpendwa, ni siku ya maana, na kitu cha maana zaidi ni kwamba Mungu anakupenda. Ndio maana akakuhifadhi hai. Unajua tangu tumeachana Sunday ni wangapi wamekufa hapa kwenye hii wiki? Wengi mno. Lakini wewe bado Mungu amekuhifadhi hai. Mheri wa afya. Maisha yako inakuendea vizuri. Hata kama inakuendea vibaya, hiyo sio sababu ya kukosa kumshukuru Mungu. Lakini cha maana zaidi ni kwamba umzima. Kwa hiyo una kila sababu ya kumwambia Mungu asante kwa sababu ya uzima wako ama uhai wako. Kwa hiyo Mungu akubariki sana, akutendee mema. Ndio maana huwa ninakukumbusha kila mara. Biblia inasema kwenye kitabu cha Wafilipi 4, Philippians chapter 4 verse 6, inasema ya kwamba usije ukajisumbua katika neno lolote, bali katika kila jambo omba, sali na mshukuru Mungu. Ukiishi na hayo matatu utaishi maisha mema na Mungu atakubariki sana. Na ndio maana Mungu anatutakia sisi kila wakati tunapopata nafasi tuombe Mungu. Na usiwe kama wale ambao walishindwa kumshukuru Mungu. Unajua ukisoma kwenye Biblia utapata kulikuwa na watu wenye ukoma 10. Ukoma ulikuwa ni ugonjwa mbaya. Ulikuwa ni ugonjwa wa ngozi, na ukiwa nao huo ugonjwa hauwezi kukaribia mtu. Hauwezi kusalimia mtu. Hauwezi ukaketi kiti cha mtu. Watu walikuwa nakaa na viti vyao vya kukalia, maana ukiketi kwenye kiti ukiwa mwenye ukoma na mwingine akikaa anashikwa na unajisi ama uchafu wa kidini. Kwa hivyo walikuwa ni watu walikuwa natengwa kabisa. Hata akipita kwenye barabara, Mungu akubariki sana ndugu yangu. Hata wakipita kwenye barabara walikuwa napiga bija mpendo, wanasema hoe, wenye ukoma wanapita, watu wanawaondokea. Maana hakuna mtu angetaka kumguza mwenye ukoma. Wacha leo hata ukiwa na kansa, mtu anaweza akakusalimia, akakupa mkono, mkasalimiana, mkakula pamoja, mkashiriki sahani moja, mkakaa kwenye kitanda kimoja, mkakaa kwenye chumba kimoja, hata ukiwa na kansa. Lakini wakati ule ukiwa na ukoma, wacha nikwambie mpendwa, hata kusalimia huwezi salimia mtu. Unawekwa kwenye chumba chako peke yako. Hata mtu akikuletea chakula anakuwekea kama mbwa, maana hataki sahani yake na yako ziguzane. Anakuwekea kama mbwa na hawezi kukusalimia. Wenye ukoma walikuwa wanatengwa na watu. Ulikuwa ni ugonjwa mbaya wa ngozi. Biblia inasema kulikuwa na wenye ukoma 10. Na wakati walipokutana na Yesu, unajua Yesu mahali popote alipotembea alitenda mema. Na ndio maana mimi huwa nafurahia sana wakati ninapohubiri habari za Yesu. Maana Yesu mahali popote alipotembea alitenda mema. Aliponya wagonjwa, akawapa watu chakula, akafufua wafu, viwete wakatembea. Ndio maana mimi naonaga fahari wakati ninapohubiri habari za Yesu. Sasa hawa wenye ukoma 10 walikutana na Yesu, wakamwambia Yesu, tunaomba utuhurumie. Yesu akawauliza, mnataka niwafanyie nini? Wale wenye ukoma wakamwambia Yesu, si tunataka tu ututakase ili tupone, tutengamane na watu wengine na tukae kama watu wa kawaida. Yesu akawaambia, enedeni mmeshakwisha takasika. Na wakati walikuwa wanaondoka, wakati walipoangalia ngozi za mikono yao, wakaona wameshapona. Lakini kati ya wale 10 wenye ukoma
mmoja peke yake ndiye alirudi kwa Yesu. Akarudi kwa Yesu, akaenda akapiga magoti. Yesu akamuuliza nini tena? Akamwambia, nimekuja kushukuru kwa sababu umeniponya ukoma, ugonjwa mbaya. Yesu akamuuliza yule mtu mmoja, akakuuliza, si niliwaponya mkiwa 10? Wale 9 wameenda wapi? Akamwambia, kwa sababu umekuja kushukuru. Akamwambia, sasa wewe umepona mwili na umepona na roho pia. Wacha nikwambie mpendwa, kushukuru ni kitu cha maana sana. Kushukuru Mungu wakati unapoamka ni kitu cha maana. Wakati unapopata pesa katika siku, shukuru Mungu. Kushukuru ni kitu cha maana sana mpendwa. Ndio na mimi siwezi kuanza mkutano kabla sijashukuru. Maana Mungu amenipa nafasi ili nipate kuhubiri Injili. Maana hii nafasi haipatikani hivi hivi. Kuna watu wanatafuta mahali pa kusimama ahubiri Injili, hawezi kupata. Wanahangaika huku na kule. Lakini kwa sababu ya fursa hiyo Mungu amenipa, nashukuru mpendwa. Na kabla hatujaendelea mbele, inamisha uso wako tumshukuru Bwana. Inamisha uso wako ukiwa na kofia, vua mpendwa, kwa heshima ya Bwana wetu. Na tuombe wapendwa. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu ninasema ni asante jioni hii njema kwa ajili ya maana utukufu wa jina lako Bwana. Bwana, tunasema ni asante kwa ajili ya uzima tulio nao Bwana, afya tulio nayo milini Bwana, na kila kitu tulicho nacho Bwana, tunasema ni asante tena Bwana, kwa sababu ya kutuleta hapa salama ili tupate kusikia neno lako. Tunakushukuru Bwana Yesu, maana hii yote imegharimu mkono wako ili tuwe vile tulivyo Bwana Yesu. Kama si wewe hatungekuwa hivi tulivyo. Bali Bwana, tunashukuru kwa sababu umekuwa pamoja nasi, umetulinda, tumekuwa salama Bwana, hata umetuweka tayari ili tukapata kupokea kutoka kwako. Na Bwana, tunaamini mahali popote ulipotembea ulitenda mema. Hata hapa Bwana hapa tulipo, maana uko hapa Bwana Yesu. Mimi naona ukienda kutenda mema kwenye kiwanja hichi. Watu wengi watatoka wakiwa wamepona, wengine mioyo, wengine miili, na hawatarudi nyumbani jinsi walivyokuja. Maana yeyote anayekutana na wewe hakui vile tena, anabadilika. Maana wewe Bwana Yesu una uwezo wa kubadilisha maisha ya mwanadamu. Bwana, tunajiweka mikononi mwako kwenye kiwanja hichi Bwana. Bwana, tuzungumzie Bwana, kila chombo ninachokitumia na kikabidhi mikononi mwako Bwana. Guza kila chombo ili Bwana Yesu kuweza kutumika kwa njia iliyo nzuri. Tena Bwana Yesu, mimi mtumishi wako najikabidhi mikononi mwako. Nisiende kushoto wala kulia, bali niende sawasawa na neno lako, ili watu wako wakapata kubarikiwa na neno lako. Tena Bwana Yesu, nakusihi uguze ulimi wangu ili upate kunena kwa ufasaha zaidi. Nizungumze kwa lugha inayoeleweka na wote, ili Bwana Yesu watu wako wakapata kubarikiwa. Bwana, kiwanja hichi na kikabidhi mikononi mwako. Bwana Yesu, shusha utukufu wako mahali hapa Bwana. Kuwa mgeni wetu wa heshima kwenye kiwanja hichi, ili Bwana Yesu watu wako wakapata kubarikiwa na neno lako. Na kama vile ulivyosema ya kwamba neno lako halitatoka kinywani chako bure, Bwana Yesu, ninaamini hata watu hawa hawatatoka hapa jinsi walivyokuja, bali watatoka hapa wakiwa na kitu cha kuwategemeza katika maisha yao. Bwana Yesu, kuwa pamoja nao, uwalinde na uwaongoze Bwana Yesu kwa neno lako. Bwana, ninakuomba ushushe utukufu wako mahali hapa Bwana. Roho wako akapata kutawala hapa Bwana Yesu, na kila pepo ya kuvuruga Injili tunaikemea ishindwe katika jina la Yesu. Bwana Yesu, tamalaki katika maeneo haya, tamalaki katika mawazo na fikra za watu wako Bwana Yesu, ili Bwana ukapata kutawala kwenye mioyo na fikra za watu wako na kwenye kiwanja hichi Bwana, na kila kitu kinachotumika Bwana Yesu, ili yote ikapata kukuelekea wewe na ikakupe sifa na utukufu. Bwana Yesu, ninakusihi kwa neema yako, kubali kunena nasi Bwana Yesu, ili Bwana tukapata kuwa na maisha mapya.
na maisha yenye baraka, Bwana Yesu. Maana dunia imechafuka mno, lakini Bwana, tunaamini tukijificha kwenye mabawa yako tutakuwa salama. Maana amani ya kudumu inatoka kwako Bwana Yesu. Maisha ya kudumu inatoka kwako Bwana Yesu. Ndoa za kudumu zinatoka kwako Bwana Yesu. Hata kazi tunazofanya, kazi za kudumu zinatoka kwako Bwana Yesu. Wewe ndiye uliye na uwezo wa kubariki kazi ya mikono yetu Bwana Yesu. Tunajikabidhi mikononi mwako, utulinde na utuongoze Bwana Yesu. Tufunike kwa mabawa yako, ili Bwana Yesu tukaendelee kupokea mema yako Bwana Yesu. Kuwa pamoja nasi, utulinde na utuongoze Bwana Yesu. Na ni katika jina tukufu, jina la Yesu, Mungu Baba, nimeomba tena nimeamini. Amen. Haleluya. Mungu akubariki sana, akutendee mema na akuinue. Leo nataka tushiriki neno moja mpendwa, liko kwenye kitabu cha Ayubu. Ayubu, watu wengi wanamuelewa Ayubu. Ayubu na Kiingereza anaitwa Job. Yule ambaye jamaa alipata mateso mpaka mke wake akamwambia tumtukane Mungu kwa ile shida walikuwa nayo. Unajua Biblia inaeleza, inasema Ayubu alikuwa mtu mcha Mungu na alimpenda Mungu kwa moyo wake wote bila kubakisha hata kitu. Yaani 100% alimwamini Mungu. Biblia inasema shetani akamuonea wivu. Na siku moja wakati wana wa Mungu walienda kukutana na Mungu, Biblia inasema shetani alikuwa katikati yao. Na Mungu naye akamuuliza shetani, umekuwa wapi? Shetani akamjibu, nimekuwa nikitembea huku na huku na humo. Mungu akamuuliza shetani, umemwona mtumishi wangu mwaminifu anaitwa Ayubu? Biblia inasema shetani akamjibu Mungu akamwambia, nimemuona, lakini huyo mtu anakutumikia kwa sababu umempa mali nyingi, anafurahia maisha, ndio maana anakupenda, kwa sababu pesa anazo, mali anayo, kila kitu ako nacho, na watoto umemjalia kweli. Mungu akamjibu akamwambia, hapana, huyo mtu anipendi kwa sababu ako na mali, na mimi nimempa mali, lakini anipenda kwa moyo. Shetani akamwambia Mungu, ukitaka kujua kama Ayubu anakupenda, nipe ruhusa niende niharibu mali yake yote. Mali yake yote ikiisha, uone kama hata kutukana wewe Mungu. Biblia inasema Mungu akampa ruhusa shetani. Hiyo siku moja mpendwa, wakati shetani aliingia kwenye nyumba ya Ayubu, Biblia inasema mali yake yote iliisha. Ngamia zikaibiwa, walinzi wakauawa, kila kitu alichokuwa nacho kikaondoka. Shetani akaondoa. Lakini Ayubu hakumtukana Mungu. Ayubu alisema maneno haya ya hekima, akasema Mungu ndiye aliyenipa hii mali na Mungu ndiye amechukua. Hakuna mahali hata moja alimtukuza shetani, hakuna. Biblia inasema shetani akarudi kwa Mungu, na wakati aliporudi kwa Mungu alienda akamwambia, sasa nipe ruhusa niguze mwili wake. Mungu akamwambia, si nikupa ruhusa ukaenda ukaharibu mali yake yote na bado haja nitukana mimi? Sasa unataka nikupe ruhusa tena ukaguza mwili wake? Shetani akasema ndio, maana mtu anaweza kafanya kitu chochote kwa sababu ya mwili wake. Mungu akamwambia, nimekupa ruhusa uguze mwili wake, lakini usimuue. Shetani akatoka mbele za Mungu, akaenda akaguza mwili
wa Ayubu ukawa mgonjwa. Yaani Ayubu watoto wake wamekufa, mali yake yote imeisha, wamebaki na mkewe, baadaye amekuwa mgonjwa. Lakini Ayubu hakumtukana Mungu. Aliendelea kumwamini Mungu 100%. Mpaka kuna mahali mke wake alimwangalia Ayubu akaona hakuna tumaini tena katika maisha yake. Akamwambia Ayubu, si tumtukane Mungu na tufe, maana ni faida gani ya kuishi hii dunia? Hatuna chochote, wewe ni mgonjwa. Ayubu akamjibu mkewe, akamwambia, wewe unaongea kama wale wanawake wapumbavu. Wewe hukumbuki Mungu alikuwa ametupa mali na tulikuwa tunafurahia. Saa hii hatuna tena, tumtukane Mungu? Hujui Mungu anaweza akafanya miujiza nikapona, alafu tena nikapata mali nyingine? Maana Mungu, Ayubu alimwamini Mungu yule ambaye anaweza akakupa chance ingine. God is a second chance God. Anaweza akakupa nafasi ingine mpendwa. Ayubu aliamini hivyo mpendwa, hata kama alikuwa na miaka mingi. Wewe nafikiri Ayubu alikuwa na miaka mingapi? Ayubu alikuwa amejaliwa watoto 10. Wewe nafikiri mtu ambaye ana watoto 10 na ni wakubwa ako na umri gani? Alafu hao watoto wamekuja wakakufa wote kwa siku moja, ukabakia huna mtoto. Alafu bado unamwamini Mungu anaweza akakupa watoto wengine. Just imagine imani kubwa kama hiyo mpendwa. Ni kama ile imani ilikuwa na Ibrahimu. Ibrahimu alioa mkewe akawa tasa, amekaa miaka 20 hajapata mtoto wakiwa na mkewe. Unafikiria Ibrahimu alikuwa anapitia mambo magapi katika maisha yake? Leo hii nenda uoe mke akae miaka 2 na dalili haijaonekana ya mtoto, utapata wazazi wa pande zote mbili wanaanza kulalamika. Hata wale mnaenda nao ushirika wanaanza kulalamika, wanakuambia wewe mwanaume mjinga kiasi gani, hauwezi kwenda kutembea nje ujue kama ni wewe uko na shida ama ni mke wako ako na shida. Yaani watu wengi hawawezaji kumwamini Mungu wakati shida imetokea. Lakini Ibrahimu alimwamini Mungu mpaka Mungu akamfanya kuwa rafiki yake. Ayubu naye alimwamini Mungu mpaka Mungu akafurahia maisha ya Ayubu. Na wakati Ayubu alikuwa kwenye shida hizi zote, kuna maneno aliyoyazungumza. Hiyo ndio nataka tuangalie siku ya leo mpendwa. Kuna maneno aliyozungumza, na hiyo ndio nataka tuangalie mpendwa, na mahubiri yetu itatoka hapo kwenye kitabu cha Ayubu. Na tunakwenda kusoma kwenye kitabu cha Ayubu 14 kuanzia mstari wa 1, alafu tena tutasoma mstari wa 10, hiyo 14 bado. Tena tutasoma mstari wa 14. Yaani tutasoma chapter 14 verse 1, verse 10 and verse 14. Hiyo mistari mitatu mpendwa. Sura ya 14 mstari wa 1 turuke mpaka mstari wa 10, alafu tena turuke mpaka mstari wa 14. Wacha nikusomee mpendwa kabla sija endelea mbele. Wacha nikusomee mpendwa. Sikia hichi kitabu cha Ayubu. Ni Ayubu aliyezungumza maneno haya wakati alikuwa yuko na shida, ni mgonjwa na hana chochote. Watoto wake wamekufa, mali yake yote imeisha, yeye amebakia na mkewe ndani ya nyumba, hakuna kitu nyingine tena wako nacho. Angalia ile maneno aliyoyazungumza mpendwa. Sikiliza mstari wa 1.
akasema hivi, Ayubu, mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi si nyingi, naye hujaa taabu. Wacha turuka twende mstari wa 10. Ya mstari wa 10. Lakini mwanadamu hufa, huifariki dunia, naam, mwanadamu hutoa roho, naye yuko wapi? Wacha twende kwenye mstari wa 14. Sikiliza. Mtu akifa, je, atakuwa hai tena? Mimi ningegoja siku zote za vita vyangu. Sikia vile Biblia inasema, mpendwa, kwenye kitabu cha Ayubu 14. Ayubu 14 mstari wa 1. Biblia inasema mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi si nyingi, nazo zimejaa tabu na shida. Angalia maisha yako mpendwa, wewe uliyezaliwa na mwanamke, uniambie tofauti yako na jinsi ambavyo Ayubu alivyozungumza. Alisema maisha ya mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake sio nyingi, nazo zimejaa tabu na shida nyingi. Angalia zile tabu na shida unazopitia mpendwa. Angalia zile shida na tabu unazopitia mpendwa. Wacha nikwambie mpendwa, mahali popote ulipo, hii shida na tabu za dunia, sio wewe peke yako unapita kwenye hizo vitu mpendwa. Hata watu wengi ambao wamezaliwa kama wewe mpendwa, Biblia inasema wanapitia shida na matatizo mengi na mambo makubwa sana katika maisha yao. Na hivyo ndivyo Ayubu alikuwa anataka kueleza, ukisema mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake sio nyingi, nazo zimejaa tabu na shida nyingi. Kitu cha pili Ayubu akazungumza akasema, mwanadamu hufariki na hufariki dunia, na akisha fariki huwa anatoa roho. Maana wakati mtu anapokufa, roho huwa inanyakuliwa na Mungu, anaenda nayo, nayo mwili inabakia hapa duniani. Ndio tunatengeneza shimo, tunaiweka kwenye ardhi. Yaani roho Mungu anachukua, mwili unabaki hapa duniani, tunazika. Sasa Ayubu akauliza, roho ikisha nyakuliwa na Mungu inaendaga wapi? Mimi sijui kama umeshawahi jiuliza watu wakifa wanaendaga wapi? Maana watu wanakufa kila siku. Kuna siku ya bure ambao watu hawafi. Mara unasikia accident imetokea, watu wameenda. Mara magonjwa hospitali, umesikia yule alikuwa amelazwa pale, amefunikwa, amekufa, amepelekwa mochari. Yaani kila siku kuna asilimia inaondoka kila siku. Hizi roho zote za watu zinaenda wapi? Lakini ukisoma ndani ya Biblia mpendwa, Biblia inasema kwenye kitabu cha Mhubiri 12 mstari wa 7, Biblia inasema mwanadamu akifariki, roho inachukuliwa na Mungu, lakini mwili unabakia hapa duniani. Sasa Mungu ndiye anayejua mahali atakapoweka roho za watu. Na ukiendelea zaidi kwenye Biblia mpendwa, kwenye kitabu cha Waebrania 9 mstari wa 27, Biblia inasema ya kwamba, sikiliza, Biblia inasema ya kwamba mwanadamu akifa, kinachofuata ni hukumu. Unajua kuna hukumu baada ya kifo. Ukifa kunayo hukumu, na hii hukumu nani atakaye kuhukumu? Biblia inasema Bwana Yesu ndiye atakaye hukumu watu. Kwa hivyo ujue kuna hukumu ya kutisha wakati utakapofariki dunia, na kama kunayo judgment,
wakati utakapofariki dunia. Umeshawahi kujiuliza ukienda kuhukumiwa utashinda kesi? Angalia hii mahakama yetu ya dunia leo. Ukiambiwa umestakiwa mahakamani na uambiwe kuna kesi ya kujibu mahakamani, wewe unaanza kuogopa. Na ukianza kuogopa, wacha nikwambie mpendwa, kama ya dunia inaweza kukuogopesha, je, ya Mungu je? Ya Mungu namna gani mpendwa? Wacha nikwambie mpendwa, mahali popote ulipo, Biblia inasema ya kwamba maisha ya mwanadamu ina mwisho wake. Na kama vile unavyoona ya kwamba mwanadamu anaishi hapa duniani, aliingia duniani kwa njia ya kuzaliwa, lakini hapa duniani atatoka kwa njia ya kifo. Maana hakuna njia nyingine ya kuingia duniani. Mwanadamu anaingia duniani kwa njia ya kuzaliwa na mwanamke, naye anatoka hapa duniani kwa njia ya kifo. Hiyo ndio njia ya kuingia na njia ya kutoka, na hakuna mwanadamu anayeingia duniani kwa njia nyingine isipokuwa tu ya kuzaliwa, na hakuna mwanadamu anayetoka duniani kwa njia nyingine isipokuwa ya kifo. Kwa hivyo kuna kuingia na kuna kutoka, na wakati utakapotoka, Biblia inasema kuna hukumu, there is judgment. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Wagalatia 6 pale mstari wa 7, Biblia inasema kila mtu atabeba mzigo wake wa dhambi. Kila mtu atabeba furushi lake la dhambi. Hakuna atakayebebea mwingine. Hata uwe umeoa utabeba yako, mke wako atabeba yake, watoto wako watabeba mizigo yao. Hakuna mtu atakayebebea mwingine mzigo. Biblia inasema wote, kila mtu atabeba mzigo wake mwenyewe. Ndio maana Biblia inasema mbinguni hakuna kuoa wala kuolewa. Ukishafariki dunia, haya maisha ya dunia inabaki hapa hapa. Kuna watu wengi huwa wanauliza maswali mengi. Wanauliza, lini wewe mhubiri ulijua mbinguni kuna nini na hapa duniani kuna nini? Kwani umeshawahi kufa ukajua huko juu kuna nini? Watu wengi huwa na maswali mengi mpendwa, lakini nataka nikujibu mpendwa. Wewe unaouliza kama tumekufa tukafufuka ndio tukajua ya mbinguni na ya dunia. Biblia inasema kitu kimoja mpendwa, kuna kitu kinaitwa Roho Mtakatifu. Ukisoma kwenye kitabu cha Injili ya Yohana 16 mstari wa 8, Yesu alisema ya kwamba ukishamwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, utapewa roho wa kukusaidia ambaye anaitwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye anayejua yote. Akisha kuingia, anakujulisha habari ya maisha haya, anakujulisha habari ya maisha ya baadaye, na anakujulisha habari ya maisha ya zamani. Maana Roho Mtakatifu ni Roho wa Mungu, na Mungu ndiye mwanzo na Mungu ndiye mwisho. Ndio maana Biblia inasema yeye ndiye Alfa na yeye ndiye mwisho. Ni yeye yule jana, leo na hata milele. Anaelewa mwisho kutakuwa namna gani na mwanzo kulikuwa namna gani, na tuna shida vipi katika dunia hii. Hakuna kitu ambacho hakielewi. Ndio maana wakati tunapojazwa Roho Mtakatifu, yale tunayozungumza ni sahihi, kwa sababu Roho anajua yote. Maana Roho Mtakatifu anaeleza kila kitu. Alikuwepo tangu mwanzo. Ukisoma hii Biblia mpendwa, utashangaa sana.
Vitabu vya kwanza vya hii Biblia vimeandikwa na Musa. Musa alizaliwa miaka mingi sana baada ya dunia kuumbwa. Sasa unaweza ukajiuliza, Musa naye ndiye aliandika kitabu cha Mwanzo. Alijuaje Adamu alikaa miaka mingapi? Alijuaje? Maana kitabu cha Mwanzo kimeandikwa na Musa. Musa amezaliwa kule, ndiye aliyowatoa wana Israeli katika Misri. Dunia ilikuwa imeumbwa kitambo, na Adamu alikuwa ameshaishi miaka mingi iliyopita. Alijuaje aliishi namna gani? Alijuaje kuna wakati mke wake alikula tunda? Alijuaje? Unajua ni kwa nini? Kwa sababu alikuwa na Roho Mtakatifu anayeelewa mwanzo na anaelewa mwisho, anayeelewa mwisho. Ndio maana ukisoma hii Biblia mpendwa, utaona watu walioishi miaka mingi. Yule aliyeandika habari ya maisha ya wanadamu ni Musa. Maana Adamu aliishi miaka mingapi? Adamu aliishi miaka 930. Akamzaa mtoto wa tatu akiwa na miaka 130. Alizaa mtoto wa tatu akiwa na miaka 130. Mtoto wake wa tatu anaitwa Seth. Wa kwanza anaitwa Kain, wa pili anaitwa Abel, wa tatu anaitwa Seth. Sasa Seth alimzaa akiwa na miaka 130. Biblia inasema ya kwamba Seth aliishi miaka 912, 912 years. Soma ndani ya Biblia mpendwa, kwenye kitabu cha Mwanzo uone watu walioishi miaka mingi, na hii yote iliandikwa na Musa. Hakuna mtu mwingine mpendwa. Huyu Seth alikuja akamzaa kijana mmoja alikuwa anaitwa Enosh. Enosh aliishi miaka 905. Yaani walikuwa wanaishi miaka 900 plus. Yaani unakaa miaka 100, unakaa miaka 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 mpaka 900, karibu ugonge 1000. Hebu fikiria mpendwa, yaani mtu anakaa mamia ya miaka na bado ako na mke na anazaa watoto. Wacha nikuambie mpendwa, huyu Enosh alikuja akamzaa naye kijana mmoja alikuwa anaitwa Kenani. Kenani aliishi miaka 910. Yaani walikuwa anaishi 900 plus. Yaani anaishi duniani, anakula na kunywa, ako na mke wake, analea watoto, lakini anakaa miaka 900. Wacha nikuambie mpendwa, huyu Kenani akamzaa mtu mmoja alikuwa anaitwa Mehalaleli. Mehalaleli akakaa miaka 895. Mehalaleli akamzaa Yeredi. Yeredi ndiye alikuwa wa pili kukaa miaka mingi. Yeredi aliishi miaka 962, 962 years. Yeredi akamzaa kijana mmoja watu wengi wanamfahamu, anaitwa Enoch. Enoch baba yake alikuwa anaitwa Jared ama Yeredi, ndiye alikaa miaka 962. Akamzaa kijana mmoja ambaye alipendwa sana na Mungu, alikuwa anaitwa Enoch. Huyu Enoch hakuona kifo, alichukuliwa na Mungu akiwa mzima mzima, kapelekwa mpaka mbinguni. Na kabla hajachukuliwa duniani alikuwa ako na mke na alikuwa na watoto, na kijana mmoja aliyezaliwa na Enoch alikuwa anaitwa Methusela. Usifikiri ati Enoch alikuwa hana mke, alikuwa ameoa na alikuwa na watoto. Wacha nikwambie, kuoa sio kupunguza miaka ya mwanadamu, hapana. Unajua kuna watu wanafikiri ukishaoa ati miaka inakuwa kidogo.
kwa sababu ya kusumbuliwa na hapa na pale na familia. Hamna kitu kama hicho mpendwa, usije ukadanganywa na mtu. Hao wote nakwambia walikaa miaka 900 plus, walikuwa na familia zao. Hakuna yule ambaye alikuwa hajaoa na alikuwa na watoto. Sasa Enoch kabla hajachukuliwa alikuwa ameshapata kijana anaitwa Methusela. Methusela naye alikaa miaka 969, 969 years. Alibakisha miaka 31 agonge miaka 1000. Huyo ndiye alivunja rekodi kukaa miaka mingi katika dunia. Methusela akamzaa mtu mmoja ambaye anaitwa nani? Anaitwa Lamek. Lamek akakaa miaka 777. Lamek akamzaa kijana mmoja ambaye anaitwa, wote wanamfahamu, anaitwa Nuhu. Nuhu baba yake alikuwa anaitwa Lamek. Nuhu alikaa miaka 950. Yeye ndiye ameshikilia nafasi ya 3 katika watu waliokaa miaka nyingi. Yaani wa kwanza alikuwa Methusela, alikaa miaka 969. Wa pili alikuwa anaitwa Jared, ambaye alikuwa ni baba yake Enoch, alikaa miaka 962. Wa tatu ni Nuhu aliyetengeneza safina, alikaa miaka 950. Hawa wote katika kitabu cha Mwanzo Musa ndiye ameandika habari zao, sio mwingine mpendwa. Wakati Musa alipanda kwenye mlima Sinai, Mungu alimuongoza katika kuandika neno la Biblia. Akamwambia Adamu, nilimuumba nikamuumbia na mke, andika. Mungu mwenyewe akiwa juu ya mlima akamwambia hawa watu waliishi miaka 900 plus, wakaandikwa wote orodha yao. Ndio maana wameandikwa hapo. Wacha nikwambie mpendwa, Roho Mtakatifu anaelewa yote. Hakuna kitu ambacho hajaelewa, hata yale ambayo yamefichika Mungu anajua na anatujulisha kwa njia ya Roho Mtakatifu. Ndio maana ukisoma ndani ya Biblia mpendwa, usije ukaleta ubishi kwenye neno. Wakati Biblia inasema Mungu, mtu akifariki katika dunia anachukua roho yake anaiweka mahali anapotaka, huo ni ukweli na hutakiwi kupinga mpendwa, maana Roho anaelewa yote. Maana watu watahukumiwa. Ukisoma kwenye kitabu cha Wafilipi 2 mstari wa 11, huu mstari ni wa muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Wafilipi 2 mstari wa 11 unasema nini? Unasema ya kwamba kila goti litapigwa mbele za Yesu na kila ulimi utatamka ya kwamba Yesu ni Mungu. Hakuna kila ulimi wa mwanadamu ambao hautatamka ya kwamba Yesu ni Mungu. Hakuna. Hata wale wanaomkataa, hata wale wanakataa kuokoka, hata wale wanakataa kwenda kanisani, hata wale waliomduga kwa mkuki, hata wale waliompiga makonde yani magumi, hata wale waliompiga makofi wakamtemea mate, wote siku moja watasema yes, wewe ndiwe Mungu. Kila ulimi utakiri ya kwamba Yesu ni Mungu. Kwa hivyo mpendwa, mahali popote ulipo, wacha nikuambie mpendwa, kunayo hukumu ya Mungu. Ndio maana Ayubu akasema mwanadamu hufariki na hufariki dunia, nayo roho yake mwanadamu akishafariki inakwenda wapi? Kitu cha tatu ambacho Ayubu alijiuliza kwenye mstari wa 14, anasema hivi, yani mtu akisha fariki dunia, roho ikisha nyakuliwa, je, atakuwa hai tena? Je, ataishi tena? Ni hii maisha peke yake tulio nayo ama kuna maisha mengine? Wacha nikwambie mpendwa, kuna maisha baada ya kifo.
there is life after death, na maisha baada ya kifo. Mpendwa, hii sio maisha peke yake. Kama watu watahukumiwa, basi ni wazi kwamba kuna mahali watu watapelekwa. Kuna maisha baada ya kifo, na ndio maana Yesu akasema msifadhaike mioyoni mwenu, mnapomwamini Mungu niamini na mimi pia. Yesu akasema, maana makao ya Baba yangu ni mengi, kama yasingelikuwa hivyo ningeliwaambia, maana naenda kuandalia mahali, na yakisha kamilika nitarudi mara ya pili ili niwachukue, ili nilipo mimi na ninyi muwepo. Yesu anarudi mara ya pili kulichukua kanisa ili alipeleke kwenye makao ambao alikwenda kutengeneza mbinguni. Ndio maana tunahubiri kwa nguvu, mpendwa, tukijua Yesu yuko karibu sana kurudi. Na Biblia inasema wakati atakaporudi hata ikanyaga hii dunia mara ya pili. Biblia inasema atasimama pale mawinguni, na akisha simama pale mawinguni, wacha nikwambie mpendwa, atatuma malaika kwenye pembe nne za dunia. Yani atatuma malaika kaskazini, yani north, atatuma malaika kusini ambaye ndio south, atatuma malaika magharibi ambayo ndio west, na atatuma malaika mashariki ambayo ndio east, yani north, south, east and west. Atatuma malaika ili waende wakusanye watu wote ambao majina yao yameandikwa kwenye kitabu cha uzima. Na Biblia inasema hata wale watakuwa kaburini watasikia sauti ya Mungu, watasikia sauti ya Yesu. Biblia inasema watafufuliwa, watapewa miili mipya, watakusanyika na wale watakaokutwa wakiwa hai na wanamjua Yesu, watabadilishwa miili yao, watakwenda kumlaki Bwana wao hewani. Sio hapa duniani, huko kwenye hewa. Na Biblia inasema atawachukua, atawapeleka kwenye makao ambayo alikwenda kuandaa. Hiyo ndio tunaita mahali pema peponi. Mbinguni tutakwenda, uamini usiamini tutaenda, upinge usipinge tutakwenda, maana makao tayari uko juu mbinguni. Yesu amekwisha andaa. Ndio Biblia inasema hiyo ndio Yerusalemu mpya. Ukisoma kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana 21 mstari wa 3, Biblia inasema Yohana aliona Yerusalemu ikishuka kutoka juu mbinguni. Watu wale waliookoka watakaa Yerusalemu mpya. Kuna makao ambayo Yesu alikwenda kuandaa, na tutakaa kwenye hayo makao. Mpendwa, wacha nikwambie mpendwa, kuna umuhimu wa kufahamu hayo mambo matatu. Kuna umuhimu ya kwanza, ufahamu ya kwamba mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi sio nyingi, ni kidogo sana. Kitu cha pili, maisha yake yamejaa taabu na shida nyingi. Hiyo ni moja. Unatakiwa ufahamu mpendwa, mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi sio nyingi, nazo zimejaa taabu na shida. Hiyo ni moja. Jambo la pili, sikiliza mpendwa, unatakiwa ufahamu neno hili, mwanadamu hufariki dunia, na akisha fariki dunia roho yake inaendaga wapi? Hiyo ni ya pili, unatakiwa ufahamu roho yako itakwenda wapi. Ukifa leo roho yako itakwenda wapi? Jiulize mpendwa, roho yako ukifa leo, maana unaweza ukafa hata leo, maana hakuna mahali umeandikiana na Mungu ati ni kesho ama kesho kutwa. Mungu ndiye anayejua siku ile utaondoka, na unaweza ikawa yako imeandikwa leo na ukaondoka leo. Utakwenda wapi? Utakwenda kumjibu Mungu nini? Utaenda kumpa hadithi gani? Utamwambia mimi sikusikia mhubiri akihubiri? Utakwenda kumpa hadithi gani mpendwa?
na umeshasikia Injili, umeambiwa utubu dhambi. Mungu hataki anayekufa akiwa na dhambi, na wewe umesikia hayo yote, utaki kutubu. Ukifa leo utakwenda kumjibu Mungu nini? Jiulize mpendwa. Hiyo ni ya pili. Ya tatu, sikiliza, ambayo unatakiwa kufahamu na huo unajiuliza sana kwenye akili yako. Mwanadamu akisha fariki, akishatoa roho, ikishaondoka, je, atakuwa hai tena? Utakuwa hai tena? Jiulize mpendwa. Na ndio maana huwa tunahubiri, tunasema kuna maisha ya milele. Hata tujapokufa tutaishi. Yesu alisema neno hili, mwanadamu akisha muamini Yesu, akisha samehewa dhambi, akajazwa Roho Mtakatifu, akapigwa muhuri wa Mungu, Biblia inasema ajapokufa ataishi. Ataishi wapi? Kwa Mungu, mahali pema peponi. Kuna maisha baada ya kifo. There is life after death. Sije ukafikiri maisha inaishiaga hapo kwa kifo. Hapana. Mtu akifa anakwenda kwa judgment, unahukumiwa. Kama wewe ulikataa mambo ya Yesu, ukakataa kuokoka na kutubu dhambi zako, unajua sehemu yako ni gani? Sehemu yako ni sehemu ya mateso. Sehemu yako tunaita Jehanamu, mahali ambapo utakwenda kutesewa mpaka maisha yako yote. Je, utakwenda wapi? Utaishi wapi mpendwa baada ya kifo? Utaishi wapi? Maana Biblia inasema mtu akisha fariki, roho yake inanyakuliwa na Mungu, anaiweka mahali anapotaka. Na ndio maana nikasema mpendwa, sikiliza hapa, hauwezi kumwepuka Yesu hata uwe wapi mpendwa. You cannot escape Jesus in any way. You cannot escape him. Huwezi kumwepuka. Unaweza ukafunga redio mtu akihubiri Injili, ni sawa. Unaweza ukasikia nikihubiri ukapiga chenga ukaondoka, kanipiga chenga ukaondoka, sawa. Lakini wakati utakapofariki, hutakuwa na uwezo juu ya roho yako, itachukuliwa. Mungu ataiweka mahali inapostahili na utahukumiwa. Utasema mimi sitahukumiwa. Hapana, utahukumiwa sawasawa na matendo yako. Nani atakaye kuhukumu? Huyu Yesu ninayehubiri habari zake. Yeye ndiye hakimu, is the judge. Huyu Yesu ninayehubiri habari zake, huyu ndiye atakaye kuhukumu. Huyu ndiye atakaye kuuliza maswali. Hata wale walimuita mwizi wa bao, yeye ndiye atawauliza maswali. Hata wale walimchoma mkuki, yeye ndiye atawauliza maswali. Maana yeye ndiye judge. Kwa hiyo huwezi kumwepuka Yesu kwa njia yoyote. Na wacha nikwambie mpendwa, tafuta Bwana Yesu ili apate kukuokoa, ili maisha yako ipate kusimama vizuri, na hapo ndipo utaweza kumwona Mungu, na hapo ndipo maisha yako itaweza kusimama vizuri. Maana siku moja inafika, siku moja itafika, utaondoka duniani, na mahali utakapokwenda mpendwa, paandae mapema. Mahali pa kwenda mtu anapaandaa akiwa hapa duniani. Yaani unatengeneza sehemu yako mbinguni ukiwa hapa duniani. Unaitengeneza namna gani? Yesu alisema mimi ndimi njia, ukweli na uzima. Yesu akasema hakuna mtu anaweza akaenda kwa Mungu Baba ila kwa kupita kwangu mimi. Soma kwenye kitabu cha Injili ya Yohana 14 mstari ni ule wa 6. Yesu ndiye njia, Yesu ndiye kweli na Yesu ndiye uzima. Usipopita kwa Yesu hutafika mbinguni. Kwa hivyo ni wewe ujue kama utampokea ama hautampokea. Hakuna mjadala hapa. Kitu cha pili mpendwa, ni wacha nikueleze. Kuokoka sio ombi, hapana, is a command. Ni agizo.
Mungu ameagiza kila mtu atubu dhambi, aokoke. Kukosa kuokoka ni dhambi. Kama huna habari upate leo. Kuokoka ni lazima kama unataka kwenda mbinguni. Kabisa, upende usipende, kuokoka ni lazima. Lakini kama hutaki kwenda mbinguni, wewe kataa kuokoka tu. Wewe utakwenda kwa shetani, mwende mkaishi naye. Lakini ukitaka kukaa na Mungu, lazima uokoke kwanza. Umpe Yesu maisha yako ili utubu dhambi zako, akusamehe dhambi, maana Mungu hataki mwanadamu afe akiwa katika dhambi. Kwa hivyo mpendwa, mtafuta Bwana Yesu akuokoe, maana yuko karibu na amenyoosha mikono yake miwili. Soma kwenye kitabu cha Warumi 10:21. Yesu amenyoosha mikono yake miwili ili apate kupokea wote wanaotaka kuokoka na kutubu dhambi zao. Wacha nikwambie mpendwa, Yesu yupo, amekugoja sana. Nenda kwake ili ukapata kutubu dhambi, na Mungu atakubariki naye atakutendea mema sana. Haleluya! Inamisha uso wako, tumshukuru Bwana. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu ninasema ni asante jioni hii njema kwa ajili ya maana utukufu wa jina lako Bwana. Bwana nasema ni asante kwa ajili ya hilo neno uliloninena kupitia kinywa changu. Bwana Yesu, ninaamini nimeingia kwenye mioyo ya watu wako Bwana. Na Bwana, ninaamini linawahudumia hilo neno lako Bwana. Mpaka wale ambao wamekuwa na mioyo migumu, Bwana Yesu, nakuomba ukaguza mioyo yao ili ikapata kuwa miepesi, ili wakapata kupokea kutoka kwako. Tena Bwana Yesu, ninakusihi kwa neema yako, wale wote wanaosikiliza neno hili na wakabidhi mikononi mwako Bwana, ili Bwana ukapata kuwatendea kwa mema. Wainue kwa neno lako Bwana Yesu, ili maisha yao yakapata kubadilika na kukaa maisha mema. Na ni katika jina tukufu, jina la Yesu, nimeomba tena nimeamini. Amen, amen, amen. Haleluya. Mungu akubariki sana, akutendee mema. Wacha nikwambie mpendwa, lipokee neno la Kristo, litakusaidia. Hili neno sio mchezo. Unaweza ukaona Biblia ni vitabu kama vingine, lakini neno lake lina uzima. Hii sio kama neno la gazeti la siasa, hapana. Hili ni neno lina nguvu na uwezo wa kubadilisha maisha ya mwanadamu. Ndio maana huwa nawasihi watu wote, lipokee neno la Mungu na Mungu atakubariki sana. Kwa hiyo Mungu akuinue